Swala hili sasa hivi limepata wanazuoni wazuri wameeleza, kama Dr. Yusuf al-Qaradawi katika fatawa zake alifafanua vizuri. Lakini ukilirudisha nyuma kidogo, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuswalisha katika mji wa Madina bila ya safari wala janga lolote, akazichanganya dhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Hadithi imetoka kwa Abdullah ibn Dinar kutoka kwa Ibn Abbas na katika sahihi Bukhari ipo. Akaulizwa Ibn Abbas alipofundisha hadithi hiyo, akaulizwa madha arada bidhalika, nini alikusudia kwa kufanya hivyo? Akasema arada alla yuharrija ummatahu, katika kuondolea usumbufu umma wake, ndio alichosema hicho. Sasa alifanya hivyo bila ya safari. Akasema Ibn Abbas kwamba jamaa an-nabii sallallahu alayhi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghrib wal isha fi al-madina min ghairi safarin wala matarin, si kwa safari wala mvua. Na hapa kaashiria kuwa hata mvua inaweza kuwa sababu ya kukusanya saa kwa wakati ule, kwa sababu hawatoki watu na enzi hizo majira, watu hawana saa. Mvua inaweza ikawapotezea muda, wasiujue sasa ni saa ngapi. Kwa hivyo kisha kuingia mchana akajua dhuhuri imeingia, kaisali na alasiri kabisa, sije nikababaika mimi, hasa wakulima. Lakini siku hizi tuna saa, tatizo lile limekuwa kwa kiasi kikubwa alipo. Kama una wewe na mwenzio, unaweza ukajua, ukauliza mtoto barabara, radio zinasema sasa hivi ni saa ngapi, TV zinasema. Kwa hivyo lile limekuwa kama si tatizo tena. Lakini jambo kubwa kuliko yote ni kwamba katika kufanya vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akakusudia umma wake usipate shida. Sasa usipate shida, usipate usumbufu, kwa maana gani? Hapa ndio wanapoanza kupishana wanazuoni. Fatwa iliyotolewa baadaye sana na wanazuoni, hata mwenye fiqh sunna kaigusia kidogo, Said Sabiq na wengine, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatabiri umma unaokuja, hazungumzi umma ule. Hakutaka kuusumbua umma wake unaokuja, maana angesema hakutaka kuwasumbua masahaba, lakini akasema hawalo comment masahaba, wakasema hakutaka kusumbua umma wake, maana aliona mambo ya baadaye yatakavyotokea. Wewe unafanya kazi katika mji kama Tokyo, Japan, baina unapoishi na unapofanya kazi ni hapa na Mwanza, unakwenda kwa matreni ya umeme. Ndani ya treni ya umeme kanuni zake zile husimami, ukikaa umekaa mpaka itakaposimama kituoni, na inasimama kwenye kituo dakika 2, 1, 5, ndio nyingi sana hizo, mnapata kikombe cha kahawa. Kwa hivyo huwezi kuzisali sala katika nyakati 5. Unatoka alfajiri unarudi lishai, unapata break ya lunch pale. Unafanya kazi kwenye kiwanda, unapata nafasi ya kwenda kula lunch saa 7 mpaka saa 8, hapo ufanye yote. Kwa hivyo utasali adhuhuri na alasiri kabisa, halafu utarudi zako, na ukimaliza kazi yako unarudi zako kwako, itakuwa usiku, utasubiri kusali magharibi na isha kabisa. Kwa hivyo utakuta ile maana ya kwamba arada la yuharrija ummatahu, hakutaka kuusumbua umma wake, inakuja maana yake ni hii, kwamba ukifika wakati dunia yenyewe ikakaa katika mkao ambao mkisali sala mara 5 hamtaweza kwenda nayo, basi hapo nafasi ya kufanya hivyo itakuja. Kwa mfano tumesema mlinzi wa benki anaweza akaingia, wakati anaoingia hatakiwi aondoke pale, na akiondoka kapigwa bao, maneno ya vijana. Kwa hivyo ina maana akipata muda wa kusali atasali 2 kwa pamoja, ili aende akapate muda wa kufanya kazi. Daktari kama ulivyosema anaifanya operation, ana masaa 8 ya kumfanyia mtu operation, na ataingia saa 1 usiku. Kwa hivyo atatakiwa mpaka saa 8 za usiku ndio amalize shughuli hiyo. Kwa hivyo akipata muda wa kusali magharibi mwanzo, atasali magharibi na lisha, ili akiingia hana munkari kichwani mwake. Au akiona kwamba anaweza kumaliza saa 8 za usiku kama alivyopanga, ataiacha magharibi na lisha, aje saa 8 za usiku akoge, atulie kabla ya salatul fajr, ataisali magharibi na isha. Wahasibu wanaotoa mishahara katika taasisi kubwa na mabenki, anaweza kakaa masaa kadhaa pale, na akiondoka kishapoteza mahesabu, kishapigwa babao. Wanajeshi, walinzi watakuwa na haki ya kuchanganya hizo sala, na yoyote atakayekuwa katika mazingira magumu ana haki, hata kama si msafiri. Kuna mambo mawili, kuna suala la kupunguza na kuna suala la kuchanganya. Hili suala la kuchanganya sala linamhusu hata ambaye si msafiri. Hili linategemeana na mazingira anayofanyia kazi au alionayo mtu. Wanawake ambao wana watoto wadogo, kazaa pacha 3, ananyonyesha, wanamtia mikojo kila wakati. Sasa huyu akipata fursa ya kusalia dhuhuri na alasiri kabisa, sababu ataingia tena kwenye jukumu la watoto, itakuwa kazi kubwa sana. Kwa hivyo naye sasa ana haki